Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani, sitaogopa kamwe. Nitawale sasa na hata milele Bwana. Overpower all of me, the way you truly desire. Natamani kuongozwa na mkono wako wewe.
ya mwezi wa 9 ni jambo la furaha na jambo la amani kwa wale ambao wanakwenda kuaga, lakini pia kuna wale ambao watakwenda kupanda vidato vyao. Lakini kuna cha zaidi pale wanapokuwa wamefanya vizuri, wanapoingia kwenye chumba cha mtihani alafu tukapata matokeo mazuri kwenye kanisa, lakini hata kwenye serikali yetu, hata kwenye shule inakuwa ni sifa nzuri. Kwa wale wanaoaga, tunashukuru Mungu kwamba miaka 4 sio haba. Mungu wasaidie, Mungu awawezeshe. Lakini tunaanza na Mungu, tunamaliza na nani? Na Mungu. Tuombe. Baba Mungu, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako. Asante Mungu uliye mwaminifu. Kila mmoja aliyeanza tangu kidato cha kwanza umeenda kutunza uhai wao. Asante hata kwa ajili ya walimu walioshughulika kuingia madarasani kila walipotakiwa kuingia. Na sasa imefikia siku ya leo. Tunaomba Bwana, tunapofanya ibada hii, mkono wako Mungu kawepo mbele yetu na nyuma yetu. Bwana, tunaikabidhi ibada hii mikononi mwako, lakini hata wazazi waliokuja kushuhudia jambo hili kubwa kwa ajili ya watoto wao, Baba, ninakushukuru. Tunaomba Mungu tuwezeshe, tuanze na wewe na tumalize na wewe, na tuanze ibada yetu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana moja, na umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Hii ndio amri iliyokuwa ndani ya kwanza, na ya pili yafanana nayo na hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyokuwa kuliko hizi. Katika amri hizi 2 hutegemea torati yote na manabii. Bwana uturehemu. Kristo
sote, akupeni nguvu, akuimarisheni katika mambo yote, akufikisheni kwenye uzima milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tusimame. Tunakusihi ulilinde kanisa lako na wanafunzi wako kwa neema yako ya daima. Ukalisaidie kanisa lako liokolewe na madhara na kuongoza kwenye mambo ya wokovu. Ee Mungu mwenye rehema, watu wako wakuaminio ukutumikia vema na amini kwa karama yako tu. Utujalie tunakusihi, tusijikwae popote, bali tuzifikie ahadi zako za mbinguni kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, aishe na kumiliki pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima milele na milele. Amen. Kabla ya somo, karibuni kwaya waimbe. Yeah.
kwanza wa Paulo mtume mbarikiwa kwa Timotheo sura ya kwanza kianza na aya ya 15 mpaka aya ya 17. Sikizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika waraka wa kwanza wa Paulo mtume mbarikiwa kwa Timotheo sura ya kwanza kianza na aya ya 15 mpaka aya ya 17. Sikizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika waraka wa kwanza wa Paulo mtume mbarikiwa kwa Timotheo sura ya kwanza kianza na aya ya 17 ya 15. Ni neno la kuaminiwa tena la stahili kukubarika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Lakini kwa ajili ya hii nalipata rehema, ili katika mimi niwe kielelezo kwa wale watakao mwamini baadaye, wapate uzima wa milele. Sasa kwa ufalme wa milele asiyeweza kuharibika, aliyeonekana Mungu peke yake, na iwe heshima na utukufu milele na milele. Amina. Hili ndilo neno la Bwana. Tenzi ya namba 9. Sehemu ya Injili takatifu kama alivyoandika Luka mtakatifu sura ya 6 kuanzia aya ya 43 mpaka aya ya 49. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika Injili alivyoandika Luka mtakatifu sura ile ya 6. Tunaanzia na ile aya ya 43 mpaka ile aya ya 49. Kwa maana hakuna mti mzuri uzao matunda mabaya, wala mti mbaya uzao matunda mazuri. Kwa kuwa kila mti hutambulikana kwa matunda yake. Maana katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu. Mti mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale yaliyoujaza moyo wake. Na kwa nini mnaniita Bwana, Bwana, walakini hamyatendi nisemayo? Kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda, nitawaonyesha mfano wake. Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana na kuweka msingi juu ya mwamba. Na kulipokuja gharika, mto ulishukia nyumba ile kwa nguvu, usiweze kuitikisa, kwa kuwa imejengwa vizuri. Lakini yule aliyesikia ila hakutenda, mfano wake ni mtu aliyejenga nyumba juu ya ardhi pasipokuwa na msingi. Mto ukishukia kwa nguvu ukaianguka mara, maangamizi yake ya nyumba ile yakawa makubwa. Hili ndilo neno la Bwana. Asifiwe Kristo. Bwana tuamini.
wetu wanaomaliza kidato cha 4. Yesu mwana wa Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako katika ibada hii. Kila mmoja aliyefika mahali hapa, Bwana, ukadhidi kusema naye kupitia neno lako la uzima, ukadhidi kutugusa kila mmoja maisha yetu, maana dunia inapita na tamaa zake, lakini wewe Mungu unadumu milele na milele. Tunalikabidhi kundi hili mikononi mwako, wazazi na vijana wetu. Tazama Bwana, tunahitaji msaada wako wa kutuongoza kupitia wanafunzi hawa. Yesu mwana wa Mungu, tunawakabidhi mikononi mwako watakapoenda kumaliza masomo yao. Kwanza ukawajalie Bwana kufanya mitihani yao kwa usahihi, ukawakumbushe yote, ukawahekimishe yote. Na hata watakapomaliza masomo yao, Bwana majeshi, ndoto zao zikapate kutimia sawasawa na kusudi lako, sawasawa na mapenzi yako. Pia Bwana, imani za watoto hawa na vijana hawa zikazidi kudumu katika Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Maana dunia inavuta kwenye upande wake na shetani na tamaa zake. Lakini tunahitaji watoto hawa Bwana wakatumike kwa kukutumikia wewe Mungu, wakao viongozi hodari wa kanisa, wakao viongozi hodari wa serikali, wakao viongozi hodari kwa kila hata ukoo. Yesu mwana wa Mungu, tunakuomba msaada wako ukapite kupitia Roho Mtakatifu kwa kila mmoja wetu aliyeingia katika malango haya. Yesu mwana wa Mungu, utusaidie toka mwanzo mwa sherehe hii mpaka mwisho wa sherehe, muda wa saa 9, mambo yote yakaende sawa na mapenzi yako Mungu. Na hata mtumishi wako atakaenda kusimama kwa ajili ya kulisha neno, Bwana ukamtie hekima na maarifa, na hatimaye tukajengwe kwa ujumbe wa neno lako na tukashibishwe katika chakula cha kiroho. Kwa haya machache, utukufu na heshima narudisha kwako Mungu, tukiomba na kuamini. Amen. Amina. Wako kwa maana ya Waagwa pia, lakini kuna kwaya ya Mbwila, lakini kuna kwaya ya Malato, lakini basi pia kuna wazazi. Kwa hiyo kwenye eneo hilo, kila eneo litakalotajwa watasimama na kufunga mikono yao. Amin. Amina. Hili limeeleweka. Asante sana. Basi niwaombe wahitimu wasimame na wafunge mikono tuwatambue. Wamependeza, hawajapendeza? Safi kabisa. Asante. Wanaobaki wanafunzi, simame na tufunge mikono. Na wenyewe pia wamependeza. Nina karibu kwaya kutoka Mbwila, simame mfunge mikono. Wamependeza. Lakini kwaya kutoka Malato, simame tufunge mikono. Nao hawajachelewa, wamependeza. Asante. Tukaribishe kundi. Simame tufunge mikono. Asante sana. Asante sana. Asante. Niwakaribishe walimu wetu ambao tunashirikiana nao, ambao wanashirikiana kufundisha watoto wetu hapa shuleni. Na kwa matunda yake, maana katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu. Aya 45. Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina yake mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujazayo moyo wake. Aya ya 46. Na kwa nini mnaniita Bwana, Bwana, lakini hamyatendi nisemayo? Kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda, nitawaonyesha mfano wake. Mfano ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana na kuweka msingi juu ya mwamba. Na kulipokuja gharika, mto uliishukia nyumba ile kwa nguvu, usiweze kuitikisa.
kwa kuwa imejengwa vizuri. Amen. Aya 49, lakini yule aliyesikia ila hakutenda, mfano wake ni mtu aliyejenga nyumba juu ya ardhi pasipokuwa na msingi. Mto ukaishukia kwa nguvu, ikaanguka mara, na maangamizi yake nyumba ile yakawa makubwa. Amen. Kujenga msingi katika mwamba, kama tuko wote hivi, kujenga msingi katika mwamba imara. Ndiyo nilikuwa najifunza mfano huu, napolipitia somo hili nililinganisha na vijana wetu na watoto wetu, wale ambao tunakwenda kuaga, lakini na wale ambao wanabaki. Mungu alikuwa na kusudi nao, na katika hawa tunatarajia tangu walipoanza kidato cha kwanza mpaka kufikia kidato cha 4, sio haba, kuna vingi wamejifunza. Amen. Kuna vingi wamefanya nini? Wamejifunza. Lakini mtaalamu mmoja alisema wale wenye umri unaozidi zaidi ya miaka 60, yani wana historia nyingi za miaka yao wapi? Lakini wale wanaoanzia miaka 18 halafu wakaenda mpaka kuwa chini ya umri wa miaka ya 40, hawa wana historia kubwa za wakati uliopo, lakini pia na wakati unaokuja. Amen. Kwa nini? Tunajua hawa ndio msingi wa sasa katika kanisa letu, lakini na ni msingi wa baadaye. Wamejifunza vingi, na kwa kadiri ulimwengu unavyokwenda, kuna mambo mengi sana katika ulimwengu wa kisasa yatajitokeza ambao sisi tulioanza zamani hatuyajui, lakini wao wanajua zaidi. Amen. Kwenye msingi huu nataka kukumbusha, unapokuja wewe unayeagwa halafu ukaona hujachaguliwa, usikate tamaa. Amen. Kwanza namshukuru mwalimu, yani ametumia akili ya juu sana. Ametuita viongozi wa kanisa, amewaita wazazi, amewaita na wahitimu wenyewe, amewaita na wale wanaokuja nyuma yao. Amina. Ukiona mwenzako kwa usingizi kamemnyemelea, unajifanya kama umejikuna hivi, lakini unamgusa kibega halafu anashtuka. Amen. Amina. Hii ndio taarifa kamili. Nikwambie tu, kuna mtaalamu mmoja alisema mamba alitoka kwenye maji akatoka nje, akaja kutoa taarifa kwamba huko kwenye maji nilikotoka nimemwacha samaki anaumwa. Mamba alitoka kwenye maji akatoa taarifa, si ndio? Ngedele akatoka nchi kavu, halafu akaenda kwa watu akaanza kusema kwamba huko nilikotoka msituni samaki haumwi. Katika mfano huu, nani alitoa taarifa kamili? Ama nirudie, sieleweka? Nani alitoa taarifa kamili? Tuko pamoja? Mamba alitoka kule kwenye maji akawa na taarifa kamili habari ya samaki, kwa sababu samaki anaishi kwenye maji na mamba mwenyewe anaishi kwenye wapi? Kwenye maji. Lakini habari ya ngedele anakaa wapi? Msituni. Atatuweje habari zinazohusiana na viumbe hai vinavyoishi kwenye maji? Bwana sifiwe. Amen. Kwa hiyo sisi tuliopo kwa upande wa wahitimu na wale ambao wanaendelea, hawa ni watoto wetu na hawa ni vijana wetu. Kwa hiyo hatuhitaji kutoa taarifa ambazo sio sahihi. Tunahitaji kuwatia moyo,
Mtoto wako akichaguliwa, mimi nakwambia utatamani ukimbie ukachekee chooni kule kimya kimya. Amina. Mtoto asipochaguliwa unakuwa na maswali mengi ambayo hayana majibu. Usiwaze hivyo. Sawa Ila tu tuko nafasi ya kukaa baba na mama na mtoto, halafu tufanye nini? Tujadiliane kwamba mwanangu umebahatika kuchaguliwa, tunamshukuru Mungu. Hujabahatika kuchaguliwa, unapenda nini? Tuko pamoja? Usimtukane wala usimdhalilishe. Hivi mtu asipochaguliwa, kuna mtu kwenye malengo yake huwa anapanga kufeli. Unapolima shamba lako unalima ili usiambulie chochote? Nataka kuwatia moyo kabisa. Vijana wetu wana akili sana. Wana akili sana. Hivi kweli hamna akili? Msikani, mna akili. Eti jamani, hamna akili? Mna akili. Ndio maana mlipotoka tangu shule ya msingi mlikuwa wengi pale darasani. Lakini wengine walibaki, halafu nyinyi mkachaguliwa kuja kuingia kidato cha ngapi? Mna akili. Shangilie Mungu. Usikate tamaa. Tangu ulipoanza kidato cha kwanza ulijisikia furaha sana na amani sana. Na bila shaka ulimwomba Mungu sana. Na hata wakati huu unapoelekea kwamba ninyi mnaokwenda kumaliza kwamba hujajua matokeo, lakini jipe moyo ukimwamini Mungu na Mungu atakusaidia. Tunajua katika kundi hili ndio tutapata viongozi watakaoliongoza taifa tangu sasa na huko baadaye, lakini ndio watakaoliongoza kanisa la Mungu tangu sasa na huko baadaye. Bwana asifiwe. Pointi ya kwanza. Pointi ya pili, nataka tujenge mazoea ya sisi wazazi kuongea na watoto wetu. Mimi nilikuwa naongea na vijana wangu. Hivi Mungu akikujalia siku atakapokuwa amerudi kule nyumbani, kwamba ninarejea lile somo ambalo mchungaji aliongea siku ile tumekaa pale darasani. Hivi wewe ukimaliza ukifanya masomo yako vizuri, halafu Mungu akakusaidia, unahitaji kuwa nani? Amen. Yaani yuko hivi. Mimi mzazi ninapopanga mtoto wangu awe dereva, kumbe yeye amependa kuwa daktari. Kwa hiyo ninaenda kulazimisha kile ambacho sio hiari ya moyo wake. Matokeo yake akifika kule anafanya vibaya, kwa sababu wewe au mimi kama mzazi nilikuwa na matamanio yangu kama ninavyopenda, kumbe sio matamanio ya mtoto. Tuko pamoja? Na kwa hiyo basi akitoa mtazamo wake kila unapofika ibadani kwenye yale matarajio ambayo yeye amekwambia yeye mwenyewe kwa moyo wake, ukifika kanisani ile asubuhi kabla ya ibada usikae kwa hasara. Amen. Amina. Nani hajawahi kufuga kuku? Hajawahi kabisa kufuga kuku. Nilikuwa nauliza hivi kwa sababu ni wapangwa, na kuku ni ndege ambaye anafahamika, lakini walio wengi au tulio wengi hatufugi kuku, ila tunaishi na nini? Kuku. Kuku tetea anataga mayai. Akitaga mayai, akianza kuatamia hazembei. Sio kama mmemfuatilia. Afanye nini? Akianza kuatamia siku 21 anakuwa mwangalifu. Siku nyingine zote kabla hajaanza kuatamia mayai, utaona muda wote anatembea, anapalua, yuko hivi. Akishaanza kuatamia anakuwa ni mwaminifu. Unaweza kushangaa kwa siku anatoka mara ngapi? Muda mwingine wote ameatamia, anageuza. Maana pale yale mayai yanapata joto, anayageuza. Baada ya wiki 3 na siku moja anafanya nini? Anaangua. Kwa hiyo ninahitaji uvumilivu
ndege wa kawaida tu ambaye tunaishi naye kule nyumbani akatushinda, haiwezekani. Kwa hiyo na wewe unapofika nyumbani, mtoto wako ameshakwambia ndoto ya matarajio yako. Kwa hiyo unaatamia yale matarajio yake, unashikilia. Amina. Sijui kama nimeeleweka. Haiwezekani ufike ibadani ukakaa kama umefika kwenye mkutano wa serikali. Uwezi ukafika ibadani halafu ukafika tu kwa hasara. Hapana. Una mtazamo wako. Una mambo ambayo unataka kusogeza kwa Mungu na Mungu anafanya. Asante mliowahi kufanya hivyo, ambayo hujawahi kufanya hivyo, fanya hivyo. Halafu ndio utarudi na taarifa sahihi. Kama zana kama niko peke yangu, sio kama yani nyewe wenzangu kama mnasahau, si ndio? Katika haya yote niliongea, utakuwa na taarifa sahihi kama za nani? Za mama. Kuliko zile taarifa ambayo sio sahihi za nani? Hapo nimefikia mwisho. Amen. Unapenda utakavyoondoka hapa leo, kwa sisi wazazi na sisi wengine waimbaji, kabla ya hawa wahitimu pamoja na wanaobaki, unataka kurudi na taarifa za nani? Ninyi wazazi ambao mnaishi wawili kule nyumbani, lakini leo kwa hapa umekuja kama mwakilishi mzazi mmoja, kaanzie kazi. Ukaanze kazi. Na nyinyi mnajua tunapofika shambani huwa hatulegei. Unafanya hivi. Unakisia kwamba mlaba ule mpaka akifika ndio narudi nyumbani. Mlaba haujafika sijatoboa, sirudi mpaka kieleweke. Kwa hiyo weka malengo. Kwambia watoto hawa wana akili, wana mtazamo, wana mambo mengi ambayo wamejifunza tena ya kisasa. Sisi wa miaka 20 ngapi kule nyuma, saidie mzee. Chapu. Basi. Kwa hiyo ndio hivyo kwamba tuwainue watoto hawa. Tutafika mahali tutapata kanisa bora, tutapata viongozi bora, na hawa ndio watakaokuwa wa kwanza kushika kwenye nafasi mbalimbali. Bwana sifiwe. Wengine nafasi zao wameanzia hapa. Na ndoto kama hizi zinaanzia hapa, unaona anapoendelea mbele mpaka unashangaa. Siku moja nikasema, sijajua kama mzazi au wazazi waliomzaa Samia walijua kama wanamlea ambaye ni rais atakaye kuja kwenye karne hizi. Walijua? Hawakujua. Kwa hiyo tusiweze kwa ubaguzi kati ya mtoto wa kiume au mtoto wa kike. Wote hawa ni sawa. Mungu awabariki na Mungu awasaidie. Simama tumshukuru Mungu. Tuombe. Baba Mungu, tunakushukuru na tunakutukuza. Mungu umetupa nafasi kwa siku ya leo. Ni siku muhimu sana na ni siku maalum sana kwa ajili ya wahitimu na hawa wanaobaki. Asante kwa ajili ya wazazi hawa. Asante kwa ajili ya waimbaji hawa. Asante kwa ajili ya neno la uzima. Na kushukuru Bwana kwa ajili ya walimu, lakini pia wahudumu wa mezani pako. Tunajiacha kwako, tushike kwa mkono wako wenye nguvu katika jina la Yesu. Tunaweka wahitimu na wanaobaki mikononi mwako Mungu. Tunaharibu kabisa nguvu ya maadui ambao wanasababisha watoto wetu kupata magonjwa katika jina la Yesu. Tunakamata nguvu ya malaria na kila vimelea vya aina yote ile vya magonjwa, tunaharibu katika ulimwengu wa roho, lakini tunaharibu roho ya mauti ambayo inafanya watoto kufa kabla ya wakati wao. Tunashikilia na kuweka mikononi mwako Mungu. Asante kwa ajili ya ulinzi wako wa ajabu katika jina la Yesu. Tunaachilia nguvu yako tunapoondoka mahali hapa baadaye hata kwenda kule ukumbini. Baba, tunaweka mikononi mwako. Damu yako Yesu Kristo ikatufunike. Tunaomba haya katika jina la Yesu. Amen. Haleluya.
tunaomba utujalie dhabihu hii yetu iwe kwetu ondoleo la dhambi zetu na kutupatanisha na enzi yako kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, aishe na kumiliki pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima milele na milele. Amen. Bwana, ukungu, heshima na utukufu yako, vitu vyote kutoka kwako na kwako tunakurudishia. Tunakuomba Bwana uzibariki sadaka hizi. Lakini Bwana tunaomba uwabariki wazazi hawa, wanafunzi hawa na wote waliokutulea kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amani ya Bwana ikae nanyi daima. Mkono wa amani. Amani, amani, amani ya Bwana. Amani. Amani, amani ya Bwana. Bwana akae nanyi. Inueni mioyo yenu. Twainua kwa Bwana. Bwana Mungu wetu. Ni haki tena ni wajibu wetu. Ndio, ni wajibu wetu, ni haki tena ni faraja na furaha kwetu kila wakati na kila mahali tukushukuru Baba mtakatifu, Baba Mwenyezi Mungu wa milele, wewe pamoja na Mwana wako pekee na Roho Mtakatifu, umungu moja, Bwana mmoja. Umoja wako si nafsi moja tu, bali ni utatu wa umungu moja. Kwa yote tuyaminio juu ya utukufu wako, ndio tuyaminio juu ya Mwana na ulioumba na kuhifadhi katika yeye kwa ajili ya taratibu za kuumba kwako na kwa ajili ya vipawa vyako vingi vya neema. Na zaidi ni wajibu wetu sisi tuambuka kusifu kwa ajili ya upendo wako hata kwa mtoa mwana wako Yesu Kristo kutoa utu wetu ili ashinde dhambi na mauti na kutuweka huru tuwe warithi wa ufalme wako. Baba, tutakusifu kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu ambaye anatufahamisha kwamba umetutia muhuri katika ubatizo tuwe wako ili tupate kuyatangaza matendo yako ya ajabu. Kwa hiyo sisi nasi pamoja na malaika na manabii na mitume na mashahidi pia na jeshi la mbinguni lote pia tutakutukuza na kukusifu daima tukisema mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Utukufu na wewe Bwana uliye juu, ndiwe mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, hosana alipo juu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akabariki, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano jipya, imwagikao kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Baba, kufa kwake tutakutangaza, kufufuka kwake tutakukiri, kurudi kwake tutakutazamia utukufu na Bwana. Kwa hiyo Baba, kwa mkate huu na kikombe hiki tunafanya hivi kwa ukumbusho alioagiza mwana wako Yesu Kristo. Tunaitangaza mauti yake iliyo dhabihu timilifu aliyoitoa msalabani kwa ajili yetu mara moja na kuadhimisha ukombozi aliotupatia. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya kufuka kwake kwa uweza na kukaa kwake mbinguni ambapo anatuombea daima. Nasi tutatazamia kurudi kwake kwa utukufu. Na wewe tukubali katika yetu kusihi tujaze Roho wako Mtakatifu ili tuwe na umoja katika kanisa lako ambalo unalikusanya kutoka pembe zote za dunia. Kwa yeye na ndani yake yeye iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu heshima yote na utukufu. Baraka na shukrani na uweza zina Mungu wetu hata milele na milele. Amina. Kama vile Bwana wetu Yesu Kristo alivyotuagiza kufundisha, tunathubutu kusema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama sisi tunavyostahili kutukosa, usitie mbinguni lakini tuokoe na mwovu, kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amin. Mwana kondoo wa Mungu, ulichukua dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Mwana kondoo wa Mungu, ulichukua dhambi ya ulimwengu, uturehemu. Mwana kondoo wa Mungu, ulichukua dhambi ya ulimwengu, utupe amani yako. Mkate tumegao ni ushirika wa mwili wa Kristo. Mkate ni mmoja, sisi tulio wengi ni mwili mmoja, kwa maana sisi sote tutapokea sehemu ya ule mkate
Bwana mwenye rehema, hatustahili kukaribia meza yako kwa kujitegemea haki yetu wenyewe, ila kwa rehema zako kuna za ajabu. Hatustahili sisi kuokota makombo daima. Kwa hiyo Bwana wa neema, tujalie tule mwili wa mwako mpendwa Yesu Kristo na kunywa damu yake, ili sisi wenye dhambi tusafishwe mwili na roho, tukaishi siku zote ndani yake na yeye ndani yetu. Amina. Ndugu zangu wapendwa katika Bwana, na tukaribie kwa imani tule mwili wetu na damu ya Kristo sasa na hata milele. Asante. Tunapokaribia kwenye meza ya Bwana, basi wale wanaobaki kama wanakwaya, pande wa wanafunzi kama hawana, tutakaribisha yoyote. Unakwaya? Amina. Aha, karibuni. Ametenda mema. Ndio maana leo tunamwimbia. Ametenda mema kwa vijana. Ndio maana leo tunamwimbia. 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 Hata uzima wa milele. Mwisho, mwisho, mwisho mabete umekaribia na itanyesha. Mwisho, mwisho mabete umekaribia. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna na hata kuwepo hakuna. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama Bwana asifiwe. Watoto wetu wanaposogea mbele za Bwana, mbele ya madhabahu kwa ajili ya kumshukuru Mungu, wazazi walikuwa wengi tangu kidato cha kwanza, lakini si wote waliomaliza kidato cha 4. Amen. Kwa hiyo tukisha kwa ajili ya kumshukuru Mungu, basi tunaomba uungane nao. Amen. Zaburi ya 34 aya ya kwanza mpaka aya ya 8. Nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. Katika Bwana nafsi yangu nitajisifu, wanyenyekevu wasikie na kufurahi. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, na tuliadhimishe jina lake pamoja. Nalitafuta Bwana akanijibu, akaniponya nafsi zangu zote. Wakamwelekea macho wakatiwa nuru, wala nyuso zao hazitaona haya. Maskini huyu aliita Bwana akasikia, akamwokoa na damu zake zote. Malaika wa Bwana hufanya kituo, akiwazunguka wamchao na kuwaokoa. Ondeni muone ya kuwa Bwana ni mwema, heri mtu yule aliyetumaini. Utukufu na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ilivyokuwa mwanzo, ndivyo sasa, na hata milele vivyo. Amina. Bwana uturehemu. Bwana uturehemu. Kristo uturehemu. Kristo uturehemu. Bwana wetu. Uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, usamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe waliotukosa. Usitie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amina. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, mababa alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi.
napenda kurudisha ibada hii kwa mwalimu mlezi ili ratiba iendelee, lakini kwa ajili ya ibada ya misa sisi tumeshia hapo. Karibu mwalimu. Amina. Mungu amekuwa pamoja katikati ya ibada ya misa ambayo ilikuwa inaambatana na tendo la vijana wetu wa timu kumshukuru Mungu. Ibada ya pili ni tendo la kuwasimika viongozi wapya kwa kuweza kuendesha gurudumu hili la UKWATA. Amen. Amen.